Ninaomba chukua Biblia yako pamoja na notebook yako. Taongea juu ya falme mbili. Ufalme wa Mungu aliye hai na ufalme wa kuzimu, ambao kazi yake umegeuza watu wengi waliopewa injili ya Mungu aliye hai. Biblia inaeleza juu ya kukabidhiwa injili. Warumi 1 mstari wa 16 inasema hivi: kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu letao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kuna watu wengi wameonea haya injili, lakini wabaki na Ukristo wa dini. Ndani yao hawana Kristo. Maana ya kufufuka kwa Kristo ni roho wa utukufu aje aingie ndani ya roho za wanadamu, atembee pamoja nao. Zamani Yesu alipokuja kwa njia ya mwili, wanadamu walimuona katika mwili. Ni neno la Mungu lililozaliwa likachukua mwili na wanadamu wakamuona. Alafu Yesu alipofika wakati wake, amemaliza wakati wake, akasema yanipasa mimi kuondoka nisiwe pamoja nanyi, lakini nitamuomba Baba yangu wa mbinguni, atamtuma msaidizi, akamuita Roho wa kweli. Kwenye Yohana 16 anaitwa Roho wa kweli, ambao ulimwengu hautamuona ila ninyi mtamuona, maana atakuwa ndani yenu. Angalia Mungu alivyowapiga wanadamu chenga. Ni wa Kristo, lakini mwingine ana ufalme unaowakilishwa na Roho Mtakatifu. Mwingine ni Mkristo, ni sawasawa na kitabu ambacho kimeandika kwenye Yohana sura ya 14. Anasema mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi, akae ndani yangu huyo huzaa sana. Kama vile tawi la mzabibu lisipokaa ndani ya mzabibu haliwezi kuzaa. Kuna Wakristo hawakai ndani ya mzabibu, hawakai ndani ya Kristo, hawawezi kuzaa. Ndio maana wanaonewa, wanalogwa, wanauawa. Kwa nini? Ni Wakristo walirithi Ukristo, lakini hawana Kristo mwenyewe aliyekufa na kufufuka. Na watu wengi wengine walioipokea injili ya Yesu Kristo wakaokoka. Wengine walitokewa kabisa na Mungu, na Mungu akawatokea, akashughulika nao mpaka wakaokoka. Wokovu haukuletwa na dini, wokovu liletwa na Yesu Kristo. Ukimsikia mtu nimeokoka, jua huyo ana Kristo Yesu aliyetumwa na Mungu, aliyeziumba mbingu na nchi. Unanielewa kitu nasema? Mungu aliye hai, yeye ni mwokovu. Biblia nasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, anasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo mtu aliyeleta uzima wa milele ni nani? Ni Yesu Kristo, aliyetumwa na nani? Kwa hiyo chanzo cha wokovu kimetoka kwa nani? Kwa Mungu. Na watu kwa sababu hawamtaki Mungu, ndio maana wanakaa kwenye dini ya Ukristo. Unatumia jina la Bwana Yesu Kristo, lakini wewe huna Kristo. Hatari sana. Na wengine waliopewa hiyo injili wameiharibu hiyo injili. Matokeo yake wanatumia jina la Yesu, lakini wanafanya kazi na kuzimu. Ni maagenti wa kuzimu. Na nitakwambia baadaye ufalme wao unakuaje. Lakini hapa BSM, kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu, sio uweza wa dini. Ni uweza wa nani? Uletao nini? Wokovu kwa kila aaminie. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28 inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mungu hafanyi kazi peke yake, kama vile shetani naye hafanyi kazi peke yake. Unaweza ukajua ufalme wa Mungu kupitia watumishi wa Mungu. Mungu anafanyaje kazi pamoja na wao. Na unaweza ukajua ufalme wa kuzimu unafanyaje kazi na watumishi wao. Angalia hapa anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi.
Hapa ni watenda kazi, anaelezea. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wote wampendao katika kuwapatia mema. Mungu akikupa ulinzi ni mema, akikuponya ni mema, akikuongoza ni mema, akimtumikia ni katika mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Sasa tuangalia na upande wa pili. Upande wa ngapi? Wakorintho wa pili sura ya 11. Hapa tunaona Mungu anafanya kazi na wale ampendao. Tuangalia na shetani anafanya kazi na nani? Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 14. Naweza kusoma mpaka wa 15. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Umeona maana yake nini? Mstari wa 15. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi yao. Maana yake mwisho wao itajulikana wanamtumikia nani? Shetani. Hizi ni falme mbili, ziko wazi kabisa, Biblia imeweka. Sasa hapa inaelezea juu ya watenda kazi walioitwa na Mungu. Wanafanyaje kazi na Mungu? Ndio swali. Na watenda kazi walioitwa na kuzimu wanafanyaje kazi na kuzimu? Ndio mambo ya msingi kufunua falme mbili uweze kuelewa. Watenda kazi walioitwa na Mungu, wao kwanza hawananga chochote cha kwao. Kila kitu wanamtegemea Mungu. Kama ni ujumbe wanamtegemea Mungu. Kama ni huduma wanamtegemea Mungu. Sema amina. Hata wakija kubarikiwa itajulikana ni nani? Ni Mungu. Tunaenda sawa? Hao ndio watendakazi wa nani? Wa Mungu. Na wao wana sifa kubwa kama nilivyosema. Wameitwa kwa ajili ya kumsikiliza Mungu kwa kila jambo. Maana ni madhabahu ya Mungu. Wasomaji wa Agano la Kale wanaelewa. Roho Mtakatifu alikuwa anakaa ndani ya watu watatu maalum. Roho Mtakatifu ambao leo amemwagwa kwa kanisa baada ya pazia la hekalu kupasuka. Kila mtu Biblia inasema anaingia patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani inanipa mimi na wewe uhuru wa kuomba na kusikilizwa. Maana yeye alitoa kafara kwa ajili ya wanadamu. Unapomwamini Mungu anakuja upande wako kukusikiliza na kukusaidia. Lakini Agano la Kale ilikuwa ni marufuku. Ndio maana walikuwa wanachinja mnyama ili tena mhusika aliyeteuliwa na Mungu ndipo akawaombea watu wengine ili Mungu aweze kuwasaidia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ambaye alimfufua Yesu Kristo aliruhusiwa Agano la Kale kwa watu watatu tu. Mmoja ilikuwa ni manabii. Tunaenda sawa? Manabii ndio waliokuwa wanajazwa na Roho Mtakatifu na kutengwa na kumsikiliza Mungu. Wao kazi yao ilikuwa ni kukaa kusikiliza mbingu inasemaje, ndipo wanapoinuka mbele za wanadamu kuwaambia Mungu anasemaje, na kile Mungu anachosema ndipo Mungu anajifunua akatokezea. Sema amina. Ndio maana unaona manabii ambao pia alikuwa ni nabii lakini alipewa kazi ya ukuhani wa kuongoza kanisa kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi, ambaye alikuwa anaitwa Musa. Mungu alimtokea. Kwa hiyo Mungu alikuwa anasema na Musa, na kisha Musa anamwambia Haruni, na Haruni anawaambia watu maneno ya Mungu, na kutoka hapo unaona Mungu anashuka anafanya kile alichosema. Tunaenda sawa? Mtu wa pili aliyekuwa anatengwa anapewa Roho Mtakatifu alikuwa ni kuhani. Kuhani naye alikuwa anajazwa na Roho Mtakatifu. Watatu ambao alipewa nafasi hiyo ilikuwa ni baadhi ya wafalme, akiwepo anaitwa Daudi. Daudi mfalme alipewa pia neema ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Ishara yake ulikuwa unaona anavaa naivera. Ndio maana kipindi fulani watu walikwenda wakatekwa wa mji fulani wakatekwa. Wakati anaenda akaamua kuchukua naivera yake kumuuliza Mungu. Anasema, Mungu, nikiwafuata watu hawa nitawapata? Mungu akamwambia utawapata. Hakuwa ameenda kuuliza kwa nabii, alikuwa yamepakwa mafuta. Kwa hiyo watu walipakwa aina kuu ngapi?
watatu. Lakini agano jipya, baada ya Yesu Kristo kuambwa msalabani na kumwaga damu yake, kila aaminie Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi anaruhusiwa kujazwa na Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Unakuwa ni nyumba ya sala. Mungu anakuja ndani ya roho yako. Alafu anasema ukiwa hivyo lazima uwe safi. Kwa nini? Anasema kila mtu atakaye haribu hekalu hili ambao mimi niko ndani yao, Mungu anasema na mimi nitamharibu mtu huyo. Si anasema namna hiyo? Maana wewe ndio unakuwa kama nyumba ya sala ndani yako. Sasa watendakazi wote wanaofanya kazi na Mungu hawana jambo lolote la kwao, wanamsikiliza Mungu kwa kila jambo na kutenda yale ambayo Mungu anawaongoza. Lakini watendakazi wa kuzimu nao wanasikiliza kuzimu. Kuzimu inawapa maelekezo gani? Na hicho wanachosikia kutoka kuzimu ndicho wanachowapelekea watu, ndicho wanachowapa watu. Na lengo lao kubwa, wanateka nafsi nyingi sana za watu na kuziharibu. Kumbuka shetani kazi yake ni kuua, kuchinja na kuharibu. Lakini Mungu wetu kazi yake ni nini? Ni kujenga na kuinua na kubariki na kulinda. Sema amina. Sikiliza, watendakazi wa kweli wa Mungu, wanaofanya kazi na Mungu au waliotengwa na Mungu, kazi zao kubwa moja, Mungu anapowapa nafasi wanafundisha utakatifu. Kazi ya kwanza, wanapopewa makuhani, watumishi wa kweli, manabii, walimu, wachungaji, mitume, wainjilisti, wanapopewa nafasi ya madhabahu na Mungu kukutana na wanadamu, cha kwanza wanawafundisha kuwaunganisha na Mungu wawe watakatifu. Kazi ya kwanza, wanafundisha watu juu ya utakatifu. Kama vile Baba yao wa mbinguni, mwanzilishi wa wokovu, aliye mtakatifu. Mungu anawaambia wana wa Israeli katika kitabu cha Walawi sura ya 19 mstari wa 1 na wa 2. Hiyo ilikuwa sheria ya Walawi. Mungu anawaeleza mambo ya msingi ili yeye atembee na hao wanadamu. Anawaambiaje? Kitabu cha Walawi 19 ndugu zangu, na ule mstari wa 1 na wa 2. Biblia imeandika nasema hivi: Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli uwaambie, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni nani? Ni Mkristo, ni wa dini fulani. Mungu ambaye anaokoa, sifa yake ya kwanza ni mtakatifu. Na utakatifu ni kuacha uovu katika matendo yako, tabia yako. Hapa Mungu anatoa amri, anamwamuru mtumishi wake Musa, akamwambia nenda na mkutano wote wa wana Israeli waambie. Kumbuka ananena na taifa lake. Ananena na nani? Na taifa lake. Anawaambia waambie wana wa Israeli, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Full stop. Leo kuna Wakristo sio watakatifu, lakini wanasema wanampenda Mungu. Haiendi hivyo. Na wengine wamejiingiza kwa siri kujifanya ni Wakristo, lakini kwa kweli sio Wakristo. Kazi yao wanaujenga ufalme wa kuzimu. Kwa hiyo wanaposimama, lengo kubwa waliopewa amri, wawafundishe watu juu ya nini ndugu zangu? Juu ya utakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Si tumeona hapo? Angalia agano jipya. Unaweza wasema Sumbe hilo ni agano la kale. Angalia agano jipya. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 15 na wa 16. Inasema hivi: bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, kama yeye aliyewaita au aliyewaokoa alivyo nani? Mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Maana yake muwe safi katika mwenendo wenu wote.
Angalia mstari wa 16. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana, mimi ni mtakatifu. Wangapi wanaelewa? Wewe ni Mkristo lakini sio mtakatifu, wewe ni agent. Kwa nini? Mungu umayetumia jina la Ukristo wake ni mtakatifu. Angalia kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, kwenye kiti cha enzi cha Mungu kuna wazee 24 na wenye uhai 4 wakiangusha taji zao mbele za Mungu usiku na mchana. Usiku na mchana ni majira ya kibinadamu, wakisema mtakatifu, 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 mtakatifu. Milele yote, tangu kiwa mdogo Biblia imeandikwa hivyo, umekuwa kijana Biblia imeandikwa hivi, umekuwa mtu mzima imeandikwa hivyo, umeenda mbinguni imeandikwa hivyo. Kwa Mungu ni utakatifu, full stop. Hautaki utakatifu, siku inakuja na kuambia hivi, utajua hakika Mungu hana upendeleo. Mungu halindi wa Kristo, analinda watakatifu. Unanielewa kitu nasema? Vinginevyo kiwa Mkristo sio mtakatifu, Mungu hayuko ndani yako kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, watakutoa kafara. Dunia iliyoko sasa sio dunia ya miaka ya nyuma. Ukristo wa miaka ya 70, miaka 80 mpaka 90 ilikuwa ni Ukristo wa kuaminika. Maagent ilikuwa hawezi kuingia kanisani kwa sababu ilikuwa onekana ni najisi, na ukiokoka kila mtu atajua, na wanaaminiana, wanatembeleana, hata chini wanaweza kalala, maana wanaaminiana kutoka rohoni. Safari hii shetani akasema tutawafuata huko kama ni wenzao, lakini ni maagenti. Kazi yao ni kutoa kafara ili watawale, ili wamiliki, ili kutoa damu ya mtu. Sikiliza, sisi twendeni kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Yeye ndiye mfalme wa wafalme. Unaweza injili hii ukaichukia kabisa, lakini umekuja ili uisikie. Huenda ukapona, na usipopona utakuwa shahidi ulisikia. Angalia Zaburi sura ya 16 mstari wa 3. Mungu halindi wa Kristo, anawalinda watakatifu. Ukristo ni dhehebu linaloandikishwa kisheria, lijulikane ni dhehebu gani, lakini bila kujali Mungu anaangalia ndani hayo madhehebu watakatifu wako au hawapo. Leo amina zitapungua, maana watu wameonea haya injili, wanaambiwa maneno mazuri, nitakuja kukuambia ufalme wa adui unavyofanya kazi, na wameharibu watu wengi sana. Mungu alikuwa ananieleza kwa machozi sana, naambia wananirudisha msalabani na ni ole wao. Mungu akisema ole, sijui wewe ni mwanadamu mwenye mwili huu wa damu na nyama huu, ambaye hata ukianguka hapo kwenye lami tu kiungo kikavunjika, hata kama ni mtu mzima utakuta analia tu ustaarabu wote unaisha. Mwanadamu tu. Ukivaa vizuri, umekaa vizuri, na ka pocket money kako na beki kidogo na hela, basi unaona wewe ni wewe. Ni mwanadamu tu. Kama ujui, angalia wangapi walitangulia na hawapo. Pita kwenye sehemu ya makaburi uone misalaba ilivyosimama. Uone wewe utapita wapi? Uone wakubwa waliolala na wadogo, na wanaomjua Mungu na wasiomjua Mungu. Jiulize wewe unayepita saa hiyo, wewe utapita wapi? Alafu taki Mungu. Zaburi ya 16 ndugu zangu, mstari wa 3. Nakwambia Mungu analinda watakatifu. Angalia anasema hivi, watakatifu walioko duniani sio walioko mbinguni. Wewe unangoja uje usaliwe ndio uwe mtakatifu. Nani amekudanganya kwa Biblia ipi? Watu hawataki kufunua injili, wanataka kupendeza watu. Na hii yote ni kwa sababu watu wana heshima zao kwenye jamii. Kinachoponza watu, shetani analeta heshima. Heshima inatoka kwa Mungu. Mungu akikupa heshima, mwambie wewe ni Mungu tu, unabaki kuwa Mungu. Biblia inasema watakatifu walioko wapi? Duniani ndio walio bora. Hao ndio niliopendezwa nao. Full stop. Kwa Mungu analinda watakatifu, wacha Mungu wake. Mungu halindi kila Mkristo.
Mungu ananiambia nenda waambie, mimi silindi kile ya Mkristo. Kuna Wakristo wengi ni maagenti, lakini wanatumia jina langu mimi Yesu Kristo kama niko pamoja na wao, lakini wao wanafuata misingi ya kuzimu, lakini wanakaa kwenye cover la Ukristo. Mungu anasema ole wao, maana kila jicho litaona, watapigwa, kila macho yataona, masikio yatasikia. Saa imefika, Mungu hataki tena jina lake litumiwe kinyume na mapenzi ya Mungu. Unaweza kaniona leo ni adui, lakini nataka nikuambie hivi, utaona mimi ni mwakilishi wa Mungu. Nikishasema nitanyamaza kama mwanadamu, yatakayotokea ndipo utajua mbingu zinatawala wanadamu. Ni chukizo. Na watendakazi wa Mungu waliopewa dhamana wanafundisha utakatifu. Hiyo ni moja, si ni sawa eh? Namba 2, wanaongozaga watu sala ya toba. Awaye yote, dini yoyote, mtumishi yoyote asiyeongoza watu sala ya toba, Mungu ameniambia hao ni mawakala wanaofanya kazi na kuzimu. Full stop. Kwa sababu Yesu mwenyewe alipokuja aliwaongoza watu wamwamini Mungu aliye hai. Anawaambia tubuni, maana ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekaribia. Anaposema ufalme sio cheo fulani, ni mamlaka ya Mungu yaje kwa mwanadamu. Anasema tubuni, maana toba ndio inayomsababisha mwanadamu asamehewe dhambi zake na Mungu apate nafasi ya kuja kumtawala, amuongoze kama kiumbe chake. Yesu mwenyewe alifundisha juu ya toba. Mitume waliwaongoza watu sala ya toba. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19, tusome mahali hapo. Biblia inasema hivi: wakati huo Yesu amewaacha, waliambiwa mkae mpaka mjazwa na Roho Mtakatifu. Ni sawa eh? Na walipojazwa na Roho Mtakatifu, Biblia inasema wakasimama siku hiyo, kila mtu akaanza kunena kwa lugha. Anaponena kwa lugha, kumbe ananena kwa lugha ya Kiaramu, wengine ya Mesopotamia, wengine Waalami. Watu wakashangaa, sema mbona hawa watu ni Wayahudi lakini wananena lugha zetu za Waelami wananena lugha za Kiarabu, wananena lugha fulani, na tena maneno yao wanaonena wananena matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Ndipo wakawaambia, Bwana, tunajua nyinyi ni Wayahudi, lakini sisi hapa kwenye Yerusalemu tunawafahamu na sisi tunajijua lugha zetu. Mwingine alikuwa ananena lugha yako na mwingine huyu ananena lugha yangu, lakini wote mnanena matendo makuu ya Mungu. Jambo hili linakuaje? Maana walichomwa dhamiri zao ndani yao, wakajua ni Mungu anawahukumu. Ndipo akawaambia neno hili kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 3 mstari wa 19, anasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Kwa hiyo toba inasababishaga mwanadamu afutiwe dhambi zake. Tunaenda sawa? Toba ndio mlango wa mtu kukubaliwa na Mungu. Toba ni mlango wa Mungu kwa mwanadamu, ili mwanadamu yule hata kama amefanya mabaya, hata kama kizazi chake ni cha laana, hata kama alikuwa ni chinja watu, Biblia inasemaje? Inasema hivi, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, unapoziungama yeye anazisamehe na anakusafisha, unakuwa kama sufi. Tunaenda sawa? Sasa toba ndio inayemleta Mungu kwa mwanadamu. Mungu akaniambia awaye yote asiongoza sala ya toba, haijalishi anatumika kwa miujiza kiasi gani, ananiambia huyo ni agent, si mtenda kazi ninayefanya kazi pamoja naye. Maana kazi ya Mungu ni kumkusanyia roho zake, kumpatanisha. Toba inampatanisha mtu na Mungu. Ndio maana nawaambia hivi, tubuni basi mrejee. Maana yake mko mbali. Dhambi inamtenga mwanadamu, hawezi kumuona Mungu. Anawaambia tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Maana yake Mungu ndipo achukue nafasi ya kukutawala. Kwa hiyo namba 2,
Watumishi wanaotenda kazi na Mungu aliye hai wanawaongoza watu sala ya nini? Ya toba. Iwe ni kanisani, iwe mikutano ya nje, iwe ni huduma mbalimbali, iwe ni semina, wanaongoza watu sala ya nini? Ya toba. Maana si wote wanaokuja wote wameokoka, na wengine wameokoka wameharibu njia zao. Nani atawarudisha kwa Mungu? Ni watumishi waliopewa dhamana na Mungu kusikilizwa, kuunganisha na Mungu tena. Na si hivyo tu, watenda kazi hao wanatembea katika hali ya utakatifu. Katika mienendo yao ni watakatifu. Maana yake wanatunda la Mungu ndani yao. Hawana hila. Wanamwakilisha Mungu. Wametengwa na Mungu. Watu wanamnae wanaojitambua, wao kazi yao wametengwa kati ya wanadamu na Mungu, wameletwa kwa Mungu. Kazi yao ni kumsikiliza Mungu kwa ajili ya kanisa. Kazi yao kumsikiliza Mungu, anasema ni juu ya taifa. Kazi yao kumsikiliza Mungu juu ya kila kitu. Maana wametengwa. Tofauti ya watendakazi wa kuzimu, wana sifa kuu kama 3 ama 4. Uko tayari? Huu ni ufalme wa adui. Tofauti na watendakazi wa kuzimu ambao Biblia inasema shetani mwenyewe anajigeuza kama malaika wa nini? Mfano wa malaika wa nuru. Anasema na watendakazi wake na watumishi wake vivyo hivyo hujigeuza kama malaika wa nuru. Lakini kwa kweli wanafanya kazi na kuzimu. Utawajuaje? Wao wana viburi vya uzima. Unajua maana kiburi cha uzima? Ukikutana nao ni watu wa kujiinua. Ni watu ambao wanatangaza sifa zao, hawamtangazi Kristo. Na akifanya jambo anaona ni yeye, anataka atukuzwe yeye, sio Mungu. Mara chache atamtaja Yesu, mara chache atamtaja Mungu, lakini anataka yeye ajulikane. Ni kiburi cha uzima. Namba 2, wana roho za uzinzi zinazotanda kila eneo. Zimetanda kwa kina. Taelewa huduma zao, wana roho za uzinzi na hawakemea uzinzi, kwa sababu wao wanapenda hicho kitu. Wamejaa roho za uzinzi, lakini wanaweza kawa wanajiita manabii, wanajiita mitume, jiita wainjilisti. Na mara nyingi utaona wanatembea wenyewe bila wake zao. Biblia inasema mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake. Hawatakuwa wawili tena, watakuwa mwili moja. Lakini unaona ni mtu mkubwa, anasema yeye ni mkubwa, hatembei na mke wake, hatembei na mume wake. Ni wazinzi. Wamepandiwa hayo vitu. Na ni watu wa tamaa, wapenda fedha. Hawafundishi kweli ya Mungu, bali wanakamata watu nafsi zao ili wao wanufaike, na sio wale watu wanufaike. Wanafundisha kwa manufaa yao. Kwa hiyo ni wageuza injili. Mungu akaniambia jambo hilo limekuwa chukizo mbele zake. Amevumilia, zimetosha. Ameniambia imetosha, enough is enough juu yao. Mungu akaniambia kwa sababu kuna nafsi nyingi, watu wengi ambao wanatamani Mungu, lakini wanapokutana na watu kama hao wanaharibu njia zao. Wale watu ambao wanatamani Mungu atokezee, wanashauku na Mungu, wanapoangukia kwenye mikono yao, wale watu wanaharibiwa njia zao. Kwa hiyo wanaua roho nyingi zinazomtaka Mungu. Mungu anaambia ole wao. Na Mungu anaambia kanisa litaomba ili Mungu wa kweli atokee duniani. Mungu wa tukufu adhihirike duniani. Hata wale wanaomkimbilia Mungu wameharibiwa njia zao kama nilivyosema. Mungu anaweza akafanya mapinduzi. Na jambo lingine akaniambia watu wa namna hiyo wanafanya huduma kama wanavyoona wao. Hawafanyi huduma kwa kumsikiliza Mungu. Hawafanyi huduma kwa kuongozwa na nani? Mungu ananiambia hawaongozi na mimi Mungu, lakini wanafanya wao wanavyotaka wao. Anasema huo sio mlango wangu. Bwana akaniambia hasira yangu imewaka juu yao. Wote wanaotumia kibali changu, yani wanaotumia kibali cha Mungu, lakini wanatenda kazi na shetani, wanatembea na kuzimu. Bwana akaniambia nitawaangamiza, na kila jicho litaona
na kila sikio litasikia. Akaniambia mimi si Mungu mdanganyifu, bali ni Mungu wa kweli. Bwana akaniambia wamenifananisha mimi Mungu na vitu. Wamenifananisha mimi Mungu, wamenilinganisha mimi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na vitu. Na vitu nilivyoviumba, na vitu vinavyoonekana, wakanifananisha. Hawakuniangalia mimi Mungu kama Mungu. Na jambo hili limekuwa ni chukizo sana machoni pangu. Wamepoteza watu wengi njia zao, na wengi wameharibikiwa. Mungu anasema sitawaacha hao watu, nitawaangamiza. Na kila jicho litaona, na kila sikio litasikia. Sababu akaniambia kwa sababu wamenifananisha mimi Mungu na vitu, wananiweka kwenye vitu kana kwamba mimi nakaga kwenye vitu. Kabla hajaumba mbingu na nchi yeye alikuweko. Kabla hajaweka misingi ya dunia yeye alikuweko. Hawezi kumlinganisha na kitu chochote kinachoonekana na kisichoonekana. Yeye ni Yehova, yeye ni niko ambaye niko. Alikutana na Musa akamwambia mimi ni niko ambaye niko. Yeye ndiye aliyeweka mauti na kuzimu. Yeye ni wa milele. Hawezi kulinganishwa na vitu. Hawezi kuwekwa kwenye vitu. Kabla hajaumba mbingu na nchi alikuweko. Kabla hajaweka misingi ya ulimwengu alikuweko. Anakuja kuwekea misingi ya ulimwengu, anakuja kuwekea vitu vya bahari na vya nchi kavu, halafu namnyanyua juu ya vitu. Huyo sio Mungu. Hivyo ni vitu vya miungu. Saa inakwenda kufika kuanzia sasa, hata shetani hatawasaidia. Hata kuzimu haitakuwa na msaada. Kumbuka Yesu aliposhinda mauti na kuzimu, alishuka akiwa na mwili wa roho. Alipofika tu hakuwa na jeshi la malaika kutoka mbinguni. Alikwenda mwanaume, mfalme wa wafalme, niko ambaye niko, Bwana wa mabwana, Bwana wa majeshi. Alipofika kuzimu ikatikisika. Ilipotikisika akamwona mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Yesu Kristo ndilo jina lake, Yeshua. Sema amina kama unanielewa. Kuzimu haijajua milango yake imefunguka saa ngapi. Ghafla kajua huyu ndiye ambaye aliandikiwa. Amefufuka. Hakuwa na maneno mengi, hakuwa na vikao, hakuwa na jeshi la malaika. Hakuambatana na kina Mikaeli, hakuambatana na kina Gabrieli ambao wanaleta taarifa. Hakuambatana na wale malaika wa vita wanaoitwa mavu ambao kazi yao ni kuwa. Hakuambatana nao. Alienda na utukufu wake. Alipofika kwa shetani akamwambia lete funguo uliomnyang'anya Adamu wa kwanza, mimi nimekuja kama Adamu wa pili. Akampa. Alipompa akauchukua, akaondoka zake. Sema amina kama unanielewa. Huyo ndiye Mungu aliye hai. Huyo ndiye aliyeshinda mauti na kuzimu. Hahitaji kufananishwa na vitu vya kibinadamu. Biblia yako inasema aliposhuka kuzimu alienda na malaika, alienda na jeshi. Mungu asipoulinda mji akesha anafanya kazi bure. Alipofufuka watu wanakwenda Emau. Watu wawili akafuatana pamoja nao, maana ana mwili wa roho, anatembea nao. Anawaambia jamani habari gani? Anamwambia wewe ni mtu wa wapi, hujasikia habari hizi? Kuna mtu mmoja mtenda haki anaitwa Yesu wa Nazareti. Wamemuua. Sasa siku ya 3 amefufuka kama alivyosema. Habari hii imeshangaza Yerusalemu na Uyahudi wote. Akaenda nao. Alipofika Emau akafanya kama anapita. Uwepo wao ukawapiga pa. Wakasema sio huyu kweli. Walipoingia ndani ya nyumba, Yesu akaingia. Akawakuta wamefunga milango. Akasema amani ya Bwana. Wakashangaa. Sikiliza, Yesu hazuiliwi na ukuta, hazuiliwi na uchawi, hazuiliwi na uganga, hazuiliwi na kuzimu. Hazuiliwi wewe.
hazuiliwi na kitu chochote. Yeye ni Mungu mkuu sana. Akamnyang'anya shetani funguo za mauti na kuzimu. Za mauti maana yake ndio maana analeta magonjwa, analeta faraka, analeta uharibifu. Akamnyang'anya. Alipomnyang'anya, saa hiyo hajapaa kwenda mbinguni. Hajapaa kwenda wapi? Nisikilize mtu wa Mungu. Saa hiyo hajapaa kwenda mbinguni, ametoka kuzimu. Alafu ndio akafufuka. Saa hiyo wanamuona pale ambapo alizikwa. Alipomwona ile kwenye kaburi lake. Mtu mmoja anataka kumshika, anambia usinishike. Ilikuwa maana yake bado hajapeleka ripoti kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba. Anaambia usinishike, hii ndio mimi. Akawatokea kina Tomaso kabla hajaenda mbinguni. Akamwambia uwe mtu wa kuamini. Maana Tomaso anasema nisipomuona kwa macho siwezi kuamini. Eti amefufuka. Na yeye akakaa kidini ya Kifarisayo. Yesu anasikia kila kitu. Yesu anaona kila kitu. Mipango naopanga sirini, mipango naopanga kutoa watu kafara, mipango naopanga kwa ajili ya cheo, anajua kila kitu. Saa hiyo wamekusanyika wanafunzi, ghafla Yesu akawatokea papa. Ametokea wapi? Mbona hajagonga mlango afunguliwe? Yeye ni Mungu. Kabla hajawepo misingi ya dunia yeye alikuweko. Kabla kitu chochote unachokiona haijawa sayari ya kwanza, Jupiter, sijui nani, haijakuweko, yeye alikuweko. Akamtokea Tomaso, akamfuata moja kwa moja. Akamwambia Tomaso, umeniona? Angalia mikono yangu, ndio mimi ambao nipigiwa misumari. Angalia na miguu yangu. Tomaso akarendemka, akaanza kulia. Akamwambia usiwe mtu wa kutokuamini. Akatoweka. Na akaanza safari, akamwambia tukutane pale Galilaya, katika mlima Galilaya. Akamwambia wanafunzi wake, nendeni waambieni wanafunzi wangu wote tukutane pale Galilaya. Kabla sijapaa, Mungu anaongeaga na wanadamu. Unanielewa kitu nasema? Mungu anaongeaga na wanadamu. Ogopa watumishi ambao Mungu anaongea nao, sio mizimu inayoongea nao. Mungu anayeongea nao, ogopa hiyo kitu. Saa hiyo amekutana nayo pale Galilaya, akawaambia. Baadaye alipomaliza, maana aliwapa agizo kuu, akaambia nimepewa mamlaka mbinguni na duniani, na ninyi nawapa uwezo huo. Nendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Yeye aamini. Mungu huwa hafosi mtu. Unaweza kumwamini, unaweza kukataa, lakini siku zinakuja utakumbuka. Anasema yeye aaminie na kubatizwa ataokoka. Kisha mkamfundishe kuyashika yote, nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Alafu akajitenga. Alipojitenga, mbele ya macho yao wakaona anachukuliwa kwenda juu mbinguni. Alipokuwa anapaa kwenda juu mbinguni, hakwenda straight mbinguni. Biblia inanifundisha, inaniambia katika kitabu cha Waefeso kuna kitu alifanya hapo juu. Nataka nikuonyeshe hiyo kitu. Waefeso sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8 na wa 9. Mstari wa 7 anasema, lakini kila mmoja wenu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kipawa ni cha nani? Cha Kristo. Kwa hiyo kama watu wanatumia kipawa wanafikiri ni Kristo, lakini wanafanya na kuzimu, ni ole wao. Hivyo husema alipopaa juu. Hebu soma nyuma yangu. Hivyo husema alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Sasa ukitaka kujua ni Yesu, anasema hivi mstari wa 9, basi neno hilo alipopaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Maana yake kwenye ufufuo anamwongelea nani? Yesu Kristo. Angalia, ameagana na wanafunzi wake, anakwenda kwa Baba, lakini alipofika hapo akapigana vita vingine katika ulimwengu wa roho. Maana asingepigana katika mwili wa damu na nyama kama alivyopigana kwenda kuzimu kumnyang'anya shetani funguo za mauti na kuzimu. Alishinda kihalali. Ndio maana alikwenda bila majeshi, kwa sababu alienda kudai haki. Kaambia leta funguo za mauti na kuzimu uliomnyang'anya Adamu wa kwanza. Ndio maana imeandikwa Yesu Kristo alikuja kama Adamu wa pili.
maana wa kwanza alishindwa akanyang'anywa mamlaka aliyopewa. Tunaenda sawa? Angalia, anaondoka ameagana na wanafunzi wake, yuko na mwili wa roho, amebeba damu yake, anapeleka kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba. Amefika pale juu, akapigana vita vingine vya ulimwengu wa roho. Alipopigana, Biblia inasema akateka. Mtu anayeteka maana yake ni vita. Unaweza ukatekwa wewe au ukateka, inategemea stamina ulionayo. Kwa hiyo Biblia inasema akateka nini? Mateka. Akawapa wanadamu vipawa. Kwa vipawa vilichukuliwa. Na Biblia inasemaje? Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa roho. Kwa hiyo alipopaa, kulikuwa na kazi nyingine ya ulimwengu wa roho, kuwapigania wanadamu walionyang'anywa vipawa vyao, kunyang'anywa karama zao, kunyang'anywa huduma zao, kunyang'anywa kibali chao. Alipigana. Na alipopata hiyo, akarudisha, akawapa wanadamu. Aliporudisha, akapaa kwenda kwenye kiti cha enzi. Ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, na kila goti litapigwa mbele yake. Ndio maana uovu umekuwa mwingi. Watu wengi wanafikiri wanamtegemea Mungu, kumbe wanategemea vitu. Na jambo hilo ni chukizo mbele za Mungu. Ndio maana Mungu ananiambia, ndio maana unaona mauti zimetanda Tanzania. Mauti zimetanda. Maana watu wengi wamegeukia dunia, wamegeukia kuzimu, badala kunigeukia mimi Mungu wakati ananieleza. Lakini wanatumia jina langu. Na wengine wameona Ukristo wa kweli, wa Kristo ndani yake haulipi. Kwa hiyo ili uweze kusurvive unaenda kwa shetani. Na wanatumia mbinu nyingi sana. Lakini Mungu ananiambia, laiti wangenyenyekea, wangenigeukia, ningenyamazisha uharibifu unaendelea katika nchi. Mungu anaelewa kila kitu. Kila kitu. Laiti wangenigeukia mimi Mungu wa Tanzania, ningeondoa uharibifu unaendelea katika nchi. Kuna uharibifu kwenye nchi. Na watu wanaangalia kwa macho ya damu na nyama, hawaangalii kwenye ulimwengu wa roho. Na ni kipindi ambao si kizuri. Wanadamu hawathaminiani tena. Tunaweza tukamuita Mungu wa kweli awepo Tanzania. Mungu wa kweli atokezee. Biblia inasema walioupindua ulimwengu wamefika huku nako, katika kitabu cha Matendo 17. Kwanza ile mstari ya 6. Tunataswa Mungu aje Tanzania. Sasa hivi Mungu anafananishwa na vitu. Ni kama kuku. Ukitaka kumshika kuku, unamrushia mchele, unamrushia mahindi. Watu wanakamatwa nafsi zao, wanasemeshwa ni Mungu, ni baraka, lakini hawana msingi wa utakatifu ndani yao. Na nafsi za watu zinakamatwa, ndipo watu wengine wanakuwa juu. Kile Mungu aliyopuliza akawa mtu, nafsi hai, ndio kinachoibiwa. Ile connection ya baraka inaondolewa. Na wanadamu wengi wa Kristo hawajui. Na wengi wanatolewa makafara. Na wengi wanafanya maagano ya nchi. Na kanisa hawaombi, hawajui. Wao wanaangalia matukio ya news tu. News tu. Matukio yamekusudiwa mwakani mabaya sana, ya mauti, ya uharibifu wa kila namna, unyama mbaya. Maana adui amepata nafasi katika nchi. Lakini tukimlilia Mungu, yuko Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, atatokezea. Na wanadamu watamuogopa. Watasema, hata kama wamjui, watasema huyu ni Mungu. Kati umeinua mikono yako, Mungu aliniambia, niliambia kanisa liombe. Liombe ili Mungu atokee, Mungu wa kweli. Ili dunia ijue mimi ni Mungu. Ili dunia ijue mimi ni Mungu. Maana uovu umetanda, na wale wanaonikimbilia wameharibiwa njia zao. Na wengine wanakutana
na watu ambao wanafanya kazi na kuzimu, lakini unaweza ukawatambua sio watu watakatifu katika mienendo yao yote. Hawafundishi utakatifu. Mungu ni mtakatifu. Hawaongozi watu sala ya toba. Ni watu wa tamaa, wana viburi vya uzima. Kazi yao ni kukamata nafsi za watu na kuzipeleka kuzimu, na wao kunufaika kwa tamaa zao na kujipigia vifua. Lakini ole wao. Mungu anaambia nitakwenda kuangamiza. Omba mwanamke, omba mwanaume. Mwambie Mungu, tokezea wewe Mungu wa Ibrahimu. Tokezea wewe Mungu wa Isaka. Tokezea na ijulikane ni wewe. Ana njia nyingi za kutokezea. Maana pia watumishi wengi wamekamatwa na watu hawajajua mbinu za adui anavyofanya kazi kwa sasa. Danieli alisema maarifa yameongezeka. Kuzimu inafanya kazi, inatafuta urafiki, inatafuta kuwasogelea watumishi ili kuwaulia kile kilicho ndani yao ili wao watawale. Kwani kwa sababu wao ni pillars, wao ni nguzo zilizowekwa kwenye nchi, kwenye nafasi. Kwa adui anajua wameitiwa nini, mamlaka yao ni nini, ndio ambaye adui hawezi kupita. Kwa hiyo wanachofanya, wanawajengea urafiki, wanakwenda kati yao bila kujua, wanaenda kuwaua. Wanaua kwa vyakula, wanawaua kwa pesa, wanawaua kwa maagano. Wakiwashawaua, wao wana njia ya kupita. Omba kanisa. Kama umesikia ujumbe huu, omba. Kanda raba shika. Mungu lirudisha kanisa kwenye nafasi. Mungu shuka uje kwenye nchi hii. Mungu pigana wanaopigana na wewe. Shindana na wale wote ambao wamelitumia jina lako wakijifanya na wao ni wa njia hii, lakini ni wa njia ya kuzimu. Shindana nao Bwana. Okoa taifa hili na kizazi kinachokuja. Okoa nchi hii Bwana. Ondoa mauti, ondoa laana. Shuka kama Mungu. Shuka ulivyoshuka Misri. Wa Misri walijua wewe ndiye Mungu wa Ibrahimu, wewe ndiye Mungu wa Isaka, wewe ndiye Mungu wa Yakobo. Wa Misri walijua. Shuka Mungu juu ya taifa, taifa lijue, dunia ijue wewe ndiye Mungu uliye hai. Wewe ndiye niko ambaye niko. Wewe ndiye aliyemuumba mwanadamu ukamweka kwenye nafasi ujulikane. Mkono wako usizuiliwe. Usizuiliwe na kafara, usizuiliwe na kitu chochote Mungu. Usizuiliwe. Fufua kazi yako, fufua watumishi wako, fufua njia zao, fufua huduma zao, wasimame kwenye nafasi. Mwite Mungu, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mwite kanisa, mwite ashuke, mwite dunia imuone. Yuko Mungu aliye hai. Yuko Mungu akitokezea kila kitu kinakaa sawa. Mungu atokezee, dunia ijue wewe ni Mungu ambao kila kiumbe kitasujudu, kila kiumbe kitashuka. Na wewe ambao njia zako zimekuwa sio sawa, mwambie Bwana nisamehe. Kati umeinua mikono yako namna hii, ninaona unatengwa na ufalme wa giza. Ninaona nuru inakuja na giza linaanza kwenda kama jioni, jua linapokwenda kuchoea. Kuna watu ambao walinenewa mauti, watu wenye uvimbe, watu wenye kansa, watu ambao ni vichaa, watu waliokataliwa, watu walioharibiwa njia zao. Mungu anambia ninashuka
ndipo nawafungua watoto wangu, maana wamenisikia neno langu. Na mimi ni Mungu niliye karibu, si Mungu niliye mbali. Ndio maana ukiniita ninaitika. Kila giza la mauti lililokufunika, kila giza unaloliona la jeneza mbele yako, giza la wachawi, ndio maana linanena mauti juu yako. Na unaona kila wakati jeneza, na unaona watu wengine kama watakufa. Mungu ananiambia hilo ni fumbo, wanataka kukutoa wewe kafara. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninaharibu hiyo nguvu ya kafara. Ninaharibu hiyo nguvu ya mauti. Nasema nguvu ya mauti, nguvu ya kafara, nguvu ya mauti, nguvu ya kafara, kwa jina la Yesu Kristo, aliyeshinda mauti na kuzimu, aliyemnyang'anya shetani funguo akalipa kanisa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, wale wote walionenewa kafara, nasema kafara ya mauti, nasema kafara ya magonjwa, nasema kafara ya mauti, kafara, fire, fire, fire. Wengine waliachiliwa kafara ya ukahaba, roho ya ukahaba. Naona roho ya ukahaba kwenye kizazi chako, roho ya ukahaba, roho ya ukahaba, come out, come out, come out. Pepo la ulawiti, pepo la ulawiti, come out. Achilia hicho kizazi, achilia hicho kizazi, achilia hicho kizazi. Wewe nyoka uliokaa kwenye kile kizazi ukamnyima mwanamke huyo akaitwa tasa, nasema wewe pepo uliokaa kwenye hicho kizazi, in the mighty name, come out. Roho iliyokaa kwenye nyama za pua, nyama za pua, nyama za pua zinaota, ninaziamuru kutoka sasa, kamata huyo. Nyama za pua, nyama za pua, roho imekaa kwenye nyama za pua. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nasema achilia huyo mtoto, achilia huyo mtu, nyama za pua na za kwenye koo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, hiyo mauti na yeyuka, hiyo mauti na yeyuka kama mshumaa unavyoyeyuka mbele za moto. Na yeyusha hiyo roho, na yeyusha hiyo roho, in the mighty name, come out. Sodomite spirit, sodomite spirit, come out. In the mighty name of Jesus, come out. Ng'oka kila ugonjwa, kila mateso, mateso ya kulishwa sumu, ya kulishwa vyakula vya sumu. Umelishwa kwenye ndoto, unalishwa kwa vyakula vyenye ndoto. Ni roho za mizimu, ni roho za mizimu, muunganiko wa mizimu wakiita nafsi yako, kwa sababu ulikataa uganga wao, ulikataa uganga wao. Wanakulisha vyakula vya kukutesa, wamekuita mwenye mikosi. Na haribu roho ya mikosi, na haribu roho ya mikosi, mikosi, come out, out. Ulilishwa vyakula, umekuwa mlevi, umekuwa mlevi. Roho ya ulevi imeharibu njia zako, roho ya ulevi imeharibu njia zako, in the mighty name of Jesus. Kemea utasa, kemea utasa ndani yako, kemea utasa kwenye kiuno, kemea utasa kwa nguvu ya jina la Yesu. Hilo giza linaondoka, hilo giza linaondoka, giza la kichawi, giza la kiganga, giza la mauti, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yesu alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Kila aliyenyang'anywa kipawa chake, kila aliyenyang'anywa kipawa, aliyenyang'anywa kibali, aliyenyang'anywa heshima, inarudishwa kwa jina la Yesu. Narudisha hiyo jina, narudisha hicho kipawa, narudisha hilo jina, narudisha hiyo biashara, narudisha hiyo heshima, in the mighty name. Kuna watu ambao kipawa chao ilikuwa cha biashara,
Lakini kutoka hapo kipawa chako kimeharibiwa, hata ujui ufanye nini. Na nyumba ya biashara imekuwa kama magofu, imekuwa magofu, na moyo wako unauma, hujui utafanya nini. Ulinyang'anywa kile kipawa. Kuna watu walikusogelea ukafikiri ni watu wazuri, wakachukua kipawa chako, na baada ya kuchukua kipawa kwa njia ya ushirikina hauwaoni tena. Wanabaki kukuuliza kila siku maswali ambayo yanaumiza moyo wako. Halo, umefikia wapi? Halo, mbona hatukusikii? Halo, mbona hatuoni hivi? Wanaumiza moyo wako. Nasema Yesu alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Hajasema akawapa wainjilisti, wachungaji. Anasema akawapa wanadamu vipawa. Kipawa chochote ulichoondolewa kwenye maisha yako, si tu cha utumishi, lakini cha biashara, cha ufugaji, cha watoto wako, kipawa, narudisha kipawa. Kipawa cha kufanikiwa, kipawa cha kufanikiwa, kipawa cha biashara, kipawa cha mahesabu, kipawa cha ofisi yako. Narudisha kipawa. Kipawa chako na kibali na kirudisha kwa jina la Yesu. Anarudisha Yesu Kristo, narudisha kwa jina la Yesu. Walikuita mwenye kuchekwa, naondoa hali ya kuchekwa. Narudisha ufahamu wako. Walikuchanganya ufahamu wako, majini na mapepo yalikuchanganya ufahamu wako. Narudisha kipawa na kibali, na ufahamu wako funguke kwa jina la Yesu. Kuanzia leo kasikike, kwa leo kasikike, kwa leo kajulikane. Kuanzia leo kajulikane, njia zako zikajulikane, biashara yako ikajulikane, heshima yako ikajulikane, utu wako kajulikane kwa mamlaka ya jina la Yesu. Walionyang'anya kipawa chako, baraka zako, kazi yako, kuanzia leo usikie mshindo wa vita kwao, mshindo wa kupigwa kwao, mshindo wa kuangamizwa wao. Wewe kastawi kwa jina la Yesu. Kila wakati unaota unalala na mwanaume, ukiamka ni ndoto. Hilo jini lilokaa muda mwingi kwenye kizazi chako ndilo ambalo linakukosesha baraka zako. Ninaliamuru hilo jini kutoka sasa. Ninaona hicho kichwa cha huyo chatu, naona hiyo kichwa cha huyo chatu. Mungu anaambia hiyo sio chatu, hilo ni jini mahaba. Hilo ni jini mahaba. Wewe jini, wewe jini, nimepewa uwezo na mamlaka. Ninaharibu njia zako, ninaharibu njia zako ulizowaharibia wanadamu. Come out, fire, 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 fire. Ninaona mpaka na wake za watu. Ninaona chatu ametokezea kichwa. Ninaona chatu kwenye kizazi ametokezea kichwa. Bwana anaambia huyo sio chatu, huyo ni jini, anamwakilisha nyoka, na nyoka ni shetani. Nasema wewe nyoka, wewe shetani uliyofunga ndoa hii, uliyozuia ndoa hii, uliyozuia ndoa hii, nasema fire, nasema fire. Achilia ndoa, achilia ndoa hii, achilia ndoa, achilia ndoa. Come out. Kanisa sema fire, sema fire, sema fire. Shika kiuno chako, hata kama sio cha kwako, wewe shika kiuno chako, sema fire. Mara ya pili fire, mara ya tatu, sema mara ya nne, kwa sauti mara ya tano, sema mara ya sita, sema mara ya saba na mwisho. Rudia tena. Utasa unaanguka, sema tena. Utasa unaanguka, sema tena. Uvimbe unachomoka, sema tena. Ukimwi unaondoka, sema tena. Kansa inaondoka, sema tena. Amen. Iwe ni figo, iwe ni tumbo, iwe ni kiuno, iwe ni pingili za mifupa, zimeachiliwa kwa jina la Yesu. Umeachiliwa kwa jina la Yesu. Uwe ni utumwa, umeachiliwa utumwa. Utumwa umeondolewa kwako. Kwa jina la Yesu unakwenda kustawi. Unakwenda kupokea.
unakwenda kuwa na heshima. Amen. Kila teso ulilokuja nalo, bye bye. Kila teso ulilokuja nalo, bye bye. Hilo teso bye bye. Hiyo mateso hayatarudi tena. Iwe kwenye mji wako, kwenye kazi yako, kwenye shamba lako, kwa watoto wako, kwenye maisha yako, bye bye. Mfalme wa ufalme anatawala. Mfalme Bwana Yesu anatawala. Kama hujampa Yesu maisha yako, unaweza ukawa ni Mkristo lakini ulimwacha Kristo. Ukristo bila Kristo ni bure. Unaweza ukamwambia Bwana Yesu, rudi ndani ya moyo wangu, njoo tawala maisha yangu tena. Unasema niko tayari. Unaweza ukashika moyo wako, mkono wako kashika kwenye kifua chako, upande wa kushoto ndiko uliko moyo wako, na useme kwa kumaanisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Umenipenda upeo, ukanifia msalabani. Ninakuja mbele zako, naomba unisamehe dhambi zangu zilizonitenga na wewe, ninazozijua na nisizozijua. Lakini kutoka sasa na kupokea Yesu Kristo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unilinde, unifundishe, niwe mali yako siku zote. Na mkataa shetani na kazi zake zote. Nimeokoka sasa. Asante kwa kunisamehe dhambi zangu. Asante kwa kuniokoa. Amen. Kama umefanya sala hii fupi kwa kumaanisha umeokoka, na kama uko karibu na kanisa hili, karibu umekuwa mshirika. Kama uko mbali, nenda jitambulisha kwa watumishi wa Mungu, watakupokea. Nao walioitiwa juu ya roho za watu watakuambia yapasayo. Hebu sema amina. Amen. Mungu mwema akubariki. Mpe Yesu makofi kabisa. Wewe jipime tu, wewe uliokuwa mgonjwa. Maana unatamani mkono wa Sumbe angepita huku niombe, lakini naona mkono wa Yesu ndio ni rahisi zaidi umekugusa kuliko mkono wa mwanadamu. Wewe uliokuwa na kifungo, uliokuwa na shida, ulikuwa labda viungo vyako vina shida, wewe sijipime tu, maana nataka kuona mkono wako kama umefunguliwa kweli. Haleluya. Na kama unaona mabadiliko makubwa na umefunguliwa, ulikuwa mgonjwa na shida mahali, na moyo wako sengine ulikuwa na vita vya moyo wako, na una mashaka makubwa na hujui kesho na kesho kutwa ninaenda kutokea. Ninaona mtu ambaye usiku na mchana una rewind kwenye ufahamu wako. Kuna kitu kina rewind. Sijui itakuaje, sijui itakuaje Mungu, sijui itakuaje, sijui itakuaje, sijui itakuaje. Nina habari njema, Mungu anazungumza na mimi. Anasema huyo alikuwa ni adui, anakutengenezea mashaka ili ukasikia habari mbaya. Amezifuta zile habari mbaya, ametangaza ushindi mbele yako. Amezifuta hizo habari mbaya. Alitaka uamini habari mbaya ili ukienda unaenda kukutana na habari mbaya. Iwe ni interview, iwe ni ugonjwa, iwe ni majibu, iwe ni kazi, ili ukutane na habari mbaya useme ndio maana. Anaanza kukutengenezea ili uamini uovu. Bwana anaambia hivi, amefuta hizo habari mbaya, ametanguliza ushindi kwako. Sema amina. Umefunguliwa. Hata kama mtoto wako, ndugu yako, mzazi wako amelala hospitali, mauti hakuna, wamefunguliwa.
Kama amewachiwa huru, hakuna msongo wa mawazo, hakuna mshindo wa vita, pungie mkono wako kama uko huru. Mpe Yesu makofi kabisa.